marĩkia gũthira na nĩ ngũthiĩ na mbere ngĩkũbĩtaga maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere gũkũ ũguo twaranĩrie na andũ maigana ũna matũtarĩrie ũrĩa gwakwa gũgĩthiĩ na mbere. Usiweke kulia sister yake ndio kulia. Sio rangi yake na tarehe yake. Guys, yeah, tumekuwa kwa memorial ya the 61 people that died during the disaster that happened in the Mai Mai during the current floods. And right now, this is what is happening. Hapa tumeshinda na naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua, gavana wa Nyandarua ambaye ni Kiaria Badilisha na magavana wengine. A lot of people died in the said tragic, na wengi wao wakiwa ni watoto wachanga. Most of the people, I mean like 60% of the people ambao walipata kuaga dunia katika ajali hii ambayo ilifanyika eneo la Mai Mai, the 61% watu wengi walikuwa ni watoto wachanga. As of right now, tunaendelea kukupasha, tunaendelea kukujuza juu ya kile ambacho kinaendelea kujiri. Yeah, stay tuned. Ni Janja la Mjini TV. We shall continue keeping you updated. Na tukipata kuzungumza na waathiriwa wachache kuhusiana na maoni yao haswa kuhusu kile ambacho kiliweza kutokea katika eneo hili. Eneo la Mai Mai ni eneo ambalo mbunge wa sehemu hii anatambulikana kama Honorable Jane Kihara. Tunawaona watu wake wa Jane Kihara Foundation wapo hapa, wamekita kambi sehemu hizi na wamekuwa wakijaribu kila wawezavyo ndipo kuweza kulimit the damage ambayo iliweza kufanyika sehemu hizi na pia kuweza kusaidia watu ambao walipata kuathirika. There is no much tragedy that surpasses people losing their loved ones. And let me say, a whole village, 61 people dead. Na kando na hilo, kuna watu ambao mpaka wa sasa hawatambulikani mahali walipo. There are people that have not yet been discovered where they are, hata baada ya kubebwa na kusombwa na hayo maji. Huku tupo eneo la Mai Mai, tunaendelea kukuletea taarifa na kukuletea machapisho tofauti juu ya yale ambayo yanajiri. Watu ambao wamekuwa hapa wamekuwa na picha. What happened today is hawakuweza kubeba watu, ni ile ya watu wao ambao walipata kuaga dunia. What they did, waliweza kukuja na pictures of the people that they lost na wakaweza kuzihang pale katika hafla ambayo iliweza kuhudhuriwa na naibu rais wa Jamhuri ya Kenya Rigathi Gachagua. Now after hanging the pictures, they went ahead kuhudhuria maombi ambayo yaliweza kuhudhuriwa na watu tofauti na makasisi tofauti. Na kando na hilo, na kukumbusha tu, tumekuwa tukifanya taarifa the whole day
tumekuwa eneo lile ambapo maafa haya yaliweza kufanyika, ambapo we have been covering a lot, ambapo pia tumeweza kuwitness the mass graves ambazo zimeweza kuchimbwa kwa ajili ya mazishi haya. Maana kuna mahali ambapo unapata watu takriban wanazikwa katika kaburi moja, and then the most devastating thing, unapata watu wanapata kurudishwa kuzikwa tu sehemu ambapo waliweza kuiaga dunia. You know, not everybody is advantaged kuwa na land away from where they lived. So ndio maana wengi wameweza kuwarudisha watu wao na kuwazika mahali ambapo walikuwa wameiaga dunia. And as of right now, kando na hilo, watu ambao tumeona already washazikwa ni 2 pekee. Tunaendelea kukupasha juu yale ambayo yanaendelea katika eneo la Mai Mahiu. And I shall remind you, hii ni Janja la Mjini TV. Popote ulipo, usibanduke kabla ya kusubscribe. Mimi ni FK Mwenda. Tungane katika video zetu zijazo. Yeah, we will continue talking to people and keeping you updated on what is happening at this place, in this area. So make sure you're tuned, make sure you subscribe.